Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ni mwimbaji Dr. Anointi Amani. Sasa kuna tatizo kubwa sana linaendelea na nimekuwa nikijisikia vibaya. Nimekuwa nikitafuta namna ya kuongea nipate sehemu nzuri ambayo nikiongea wengi watasikia. Hebu leo niongee kwa uchache sana kuhusu waimbaji kualikwa, gharama wanazotoa. Je, ni dhambi mwimbaji akialikwa kutaja kiasi fulani? Ni makosa? Tatizo ni nini? Imeanzia wapi? Sasa kuna kitu kidogo. Kwanza ni lazima tuweke sawa kwamba sio dhambi mwimbaji kutaja kiasi, kupanga utaratibu kwamba mimi ili unialike unipate ni kiasi fulani. Sio dhambi. Sio dhambi kwa sababu kazi ya mwimbaji ya kwanza kubwa ni kupokea ujumbe kutoka kwa Bwana Yesu, alafu anaupeleka studio. Baada ya kwenda studio anashuti. Akisha shuti anaipeleka eneo ambalo wimbo ule utasambaa. Sasa ukisambaa, watu wakishasikia injili, wengine wanaokoka, wengine wanatiwa nguvu, wengine wanapona kama ni wagonjwa. Hapo kazi ya mwimbaji imeisha. Kazi ya mwimbaji imeisha hapo. Kwa wale waimbaji ambao sasa ni wahubiri, kuna tofauti kubwa sana ya wale waimbaji wa madhabahuni pale kanisani, wanao praise, wana worship, wanasifu, wanafanya nini. Ni tofauti kabisa na sisi ambao Mungu aliamua kutengeneza ubunifu kwamba ameona wahubiri wanahubiri madhabahuni, wanawafikia watu 200, wanawafikia watu 300 kwa mwaka mzima. Mhubiri anazunguka labda Tanzania nzima, amewafikia watu 50,000 tu, na huyo ni mkubwa kabisa, yani wale wakubwa. Lakini Mungu akatengeneza kitu kupitia uimbaji, akaleta wahubiri. Kwa njia ya nyimbo ni rahisi, wimbo kwa mara moja ukapigwa kwenye radio, wakasikia mkoa mzima, wakasikia mikoa miwili kwa mara moja. Mungu akaona yes, hii imekaa sawa. Mwimbaji anaimba, wimbo ukitoka unafikia watu wengi kuliko mhubiri anayesimama madhabahuni kuhubiri watu 200 au 300 kwa mara moja. Mungu akalipromote hilo eneo la uimbaji likawa kubwa, kwa sababu Mungu aliona lina manufaa kwa mbingu, lina manufaa kwa injili. Ndio maana waimbaji wakaenda vali, wakajulikana. Lakini je, unajua sababu? Sababu ni kwamba Mungu aliona eneo la uimbaji lina nguvu ya kufikia watu wengi. Bahati mbaya sana kwamba wachungaji hawakuwa wanajua kinachoendelea. Unakuta mchungaji anakuambia kabisa, unajua uimbaji pia ni uhubiri. Unajua mwimbaji ni kama mhubiri. Yaani mtu anayekwambia mwimbaji ni kama, maana yake sio mhubiri, ila ni kama mhubiri. Injili ni kumwambia mtu acha dhambi, Yesu apende dhambi, kazi ya msalaba, ubaya wa jehanamu, uzuri wa mbinguni. Hiyo ni injili. Ukihubiri madhabahuni ukaongea na watu 200, kuna mimi ambaye Mungu ananitumia ninaongea na watu mamilioni duniani. Kwa hiyo eneo likawa kubwa, Mungu akalipromote, ikawa value, nyimbo zikavuma sana. Sasa watu wengi ambao Bwana Yesu aliamua kuwatumia kupitia muziki, wengi ni wale ambao aliona hawa wakitoka, kwanza maisha yao wenyewe ni ushuhuda. Wakishaimba watakuwa na maanisha zaidi kwa sababu ya maisha. Mtu alikuwa mfanyakazi wa ndani akawa mwimbaji mkubwa, Mungu akamtumia. Mtu alikuwa sijana anaokota nini, mwingine hajasoma. Nadhani mbingu ilikuwa inataka ipokee utukufu 100%, kwa sababu wakati mwingine mtu akija na elimu yake, ana amesoma chuo fulani cha muziki, unaweza kusema kwa sababu chuo fulani kilimfundisha, labda kwa sababu chuo kimenifundisha, naimba kwa sababu najua sana. Sasa Bwana Yesu akaachana na wanaojua sana, akawatafuta ambao wako tayari kutumiwa, neema ikawabeba zaidi, wakafika mbali. Sasa gharama ziliingiaje? Gharama, wanasema zamani waimbaji walikuwa wanaenda bure. Mwimbaji yuko tayari kujisafirisha, kujipeleka mwenyewe. Sasa niliwahi sikia interview moja ya mtumishi wa Mungu Bahati Bukuku miaka ya nyuma sana. Unajua mimi nilikuwa mdogo sana kipindi hicho. Niliona interview ya Bahati Bukuku. Akaulizwa kwamba ilikuwaje waimbaji mkaanza kutaja kiasi. Bahati Bukuku mama yetu akasema mwanzoni ni kweli tulikuwa tunaenda tu, lakini kuna kitu kikaanza kuzaliwa baadaye. Unajua huyu mwimbaji ana familia, na bahati mbaya zaidi kwenye injili huku jina linakutangulia kabla ya uchumi. Yaani una jina kubwa lakini uchumi wako bado ni mdogo. Kwa hiyo anasema tukawa tunaenda tunajitolea, watu wanakutunza. Wakisha kutunza, kuna mchungaji ni mwaminifu, atakupa ile hela ya kutunzwa yote.
lakini baadaye ikaanza kutokea watu wanatunza watu, pesa nyingi zimetunzwa kabisa. Unaona, wewe si mtu, mimi si mwanadamu. Pale nikiwa naimba najua kabisa hii hela ni nyingi, nimetunzwa hapo. Baadaye unakuta mchungaji anakupa 30,000 na kwenye akili yako wewe kama mtu mzima unajua kabisa pale ilipatikana hata 200,000, anakupa 30,000. Kuna wachungaji wakaanza, unafanya huduma mpaka siku ya mwisho anakuambia kwaheri mwanangu, asante, Mungu akubariki, anakupa tu nauli ya kurudi, na ulikuwepo kwenye mkutano, ulishuhudia watu wametoa. Kwa hiyo ikabidi sasa tuanze kuona ngoja nipange, kwa sababu safari ya kwanza umeenda hawajakupa, safari ya pili umetunzwa 500,000 akakupa 50,000, safari ya tatu hali inakuwa mbaya, nyumbani kubaya, kama mume wako labda hajaokoka anaanza kuamini hiyo kazi ya upumbavu, kama una watoto wanasoma wanaanza kufukuzwa shule. Tufanyeje sasa? Sasa hapa mmegundua nini? Mmegundua kwamba walioanza kuharibu ni waimbaji au wachungaji? Shida ilianzia kwa wachungaji, na huko kwa wachungaji ndiko ambako shetani ametamani muda mrefu, kwa sababu mchungaji ni msingi. Leo hii tunalalamika kwamba waimbaji ni wabovu. Waimbaji sio wabovu, waimbaji sio wabovu. Huu ubovu wa waimbaji mnaouona ni ubovu wa kanisa mkubwa zaidi. Yaani waimbaji wa mwanzo mnaoona walikuwa sawa, ni kwa sababu kanisa pia lilikuwa sawa, wachungaji pia walikuwa sawa. Hebu liangalie kanisa la kwanza, afu angalia waimbaji wa kwanza. Naongelea kwa kizazi changu, lakini maana nikisema zamani mimi sikuwepo kipindi cha kina Munishi, kipindi cha kina babu yangu Jangalason, sikuwepo, nilikuwa mdogo sana. Mimi naongelea kipindi cha kina Rose Muhando, Bahati Mkuku, hapo kina Bonde Mwaitege. Hebu niangalizie waimbaji pale, niangalizie kanisa lilikuwaje, nidhamu ya kanisa ilikuwaje. Kanisa lilikuwa imara, kanisa lilikuwa hai, ndio maana waimbaji walikuwa hai. Leo kanisa limekuwa bovu, ndio maana waimbaji wamekuwa wabovu. Kwa hiyo waimbaji mnaowaona ni matokeo ya ubovu wa kanisa. Umeona point kichoanza hapo, nikamuelewa Bahati Mkuku. Kumbe shida ilianza kanisani. Na ni kweli hayo mambo baadaye ameongea na mimi alikuja kunikuta. Mwimbaji unapokuwa unaanza ni mateso. Ni mateso, ni mateso, ni mateso. Mwimbaji unapata shida. Tumealikwa sana hizo sehemu ambazo unaagwa tu. Na anayekuaga ana gari, ana mchungaji mwenye uchumi. Hajui una familia, hajui unategemewa, lakini mchungaji anakuaga tu mikono mitupu, anakupa tu nauli ya kurudia. Tena kuna mmoja mimi alinipa nauli hata kufikia nyumbani haitoshi. Ana uwezo, siongelei wale ambao hawana uchumi. Kwa sababu kumtumikia Bwana kwa moyo mweupe ni kwenda sehemu ambayo hawana fedha, na wewe umeenda umehudumu pamoja nao na hawajapata kitu. Basi wakikupa kuku sawa, wakikupa mchele sawa. Kuna sehemu tulienda tulipewa unga, kuna sehemu tulienda tukapewa ndizi, tukawa na amani, tukarudi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ndio kitu walichonacho. Lakini kuna sehemu tumeenda ana hela, kanisa lina uchumi, lakini mchungaji makusudi mpeni 200,000. Injili haijatufikia bure. Hata walioleta injili kwetu walisafiri, walitoa gharama, walilipia, wakasafiri wakaja. Bahati mbaya sana ni kwamba tunaongelea matokeo ya Biblia kwamba yana gharama, lakini tunaisahau Biblia. Biblia inauzwa bei ya ghali sana. Biblia inauzwa bei kubwa mno. Bei ya Biblia sio rafiki kwa maskini. Bei ya Biblia hainunuliki na maskini wa kawaida. Mtu anayepata 2,000, 3,000 hawezi kununua Biblia, kwa sababu Biblia ni mara ya mwisho ni 15,000, 25,000 mpaka 30,000. Sasa hiyo bei ya Biblia maskini wa kawaida anaweza kununua? Kama hiyo ndio bei ya Biblia, je, mtu wa chini kabisa anaweza kununua? Mimi nadhani kitu cha kwanza kabisa ambacho kingekuwa mfano kwetu ili tusaidie na sisi kwanza kusema kumbe kweli bwana, injili ni bure tu, hamna haja ya kupanga utaratibu, ni kuondoa gharama ya Biblia. Biblia itolewe bure. Tuondoe gharama za Biblia. Biblia itolewe bure. Watu wagawiwe bure. Hapo sasa ukiniambia anoint, Biblia tu tunagawa bure. Wewe unatakaje hela? Hapo nitakuelewa kidogo, nitakuelewa. Kwa sababu kuna kitu kimoja, wazazi wangu naomba muelewe, watumishi wa Mungu, baba zangu, mama zangu mnaoniangalia. Kuna tatizo kubwa sana hapa, tunalifumbia macho. Shetani ametuwahi na amefanikiwa. Hiyo ni roho ya umasikini. Mchungaji kulalamika kiasi, waimbaji wananidai hela, ni umasikini. Ni kwamba huna hela. 1,000,000 sio hela ya kunungunika kanisa. Tuwa wa kweli, ni kwa sababu hamna hela. East Africa hii mwimbaji aliinuliwa sana. Ni 5,000,000 alialikwa.
Ni kweli kanisa lenye uchumi milioni 5 sio fedha. Kanisa lenye uwezo, tuwe wa kweli. Tusisingizie wanatuumiza, tusisingizie hawa ni wafanyabiashara. Sio tungeamua kuwa wafanyabiashara msingetupata hata mmoja. Kwa sababu ukweli ni kwamba mimi Mungu ananipa mafunuo. Nikipata mafunuo naenda kwa producer ambaye sio mtumishi. Sio mtumishi. Tunafanya kazi kwa watu ambao hawajaokoka na wengine ni Waislamu kabisa. Ndiye anayepiga muziki vizuri. Baada ya hapo naenda kushuti kwa watu ambao hawajaokoka. Hawajui maana. Yaani yeye anashuti wimbo. Mambo ya injili wewe tunayejua naimba injili, lakini yeye anashuti video. Naenda, yani napata mafunuo, nalipa studio, nalipa video, nahangaika. Nikisha toa hiyo video naipeleka kwenye mtandao. Tunategemea angalau basi kama kanisa lingejua thamani ya injili. Yaani tuithamini injili, tuipende injili. Kuipenda injili ni kugharamia. Kuipenda injili sio manunguniko. Kuipenda injili sio kwanza wana gharama. No, tunalalamika kwa sababu kuna mahali wachungaji wangu tumekosea. Kuna mahali tumekosea. Hakuna gharama mahali penye umoja. Kanisa kuna mahali liliumba. Zamani mlikuwa mkimtaka Rose Muhando. Makanisa 7 kutoka kijiji fulani yanakaa kikao, jamani mwaka huu tunamtaka Rose Muhando. Mnamtafuta Rose Muhando shilingi ngapi? Milioni 3. Makanisa 7 yanachanga. Rose Muhando anakuja. Watu walikuwa wanaulizwa ukiokoka unaenda kanisa gani? Sisi tulikuwa wadogo tunaona. Wewe unaenda kanisa gani? Naambia mimi naenda Pentecost yani. Na wewe mimi naenda Assemblies yani. Mimi naenda ile. Ilikuwa raha. Wachungaji mlikuwa na umoja. Yoyote mnayemtaka anakuja na hakukuwa na lawama. Lakini umoja kanisani umepotea. Umoja kwa baba zetu umepotea, hawana umoja. Sasa hivi kila mchungaji anajiona yeye ndo bora. Kila mchungaji anataka yeye ndo afanye, nionekane mimi ndo nimemleta Rozi. Sasa ule mzigo ambao mlikuwa mnaubeba watu 8, unataka kubeba peke yako, ndo unaanza kulemewa, unaona ana gharama, lakini sio kweli. Sio kweli. Mwimbaji mara ya mwisho amealikwa na hela ndefu sana Gospel East Africa ni la milioni 5. Milioni 543. Tuko hapo. Na hao ndo wa juu mwe. Naongelea wale ya number 1, number 2. 2 ndo gharama za waimbaji. 1.5 hizo sio gharama. Miaka 15 tunatembelea gharama hiyo moja. Sio kweli. Ni kwamba tu ni umaskini tu wa kweli kwamba jamani hamna hela. Tuongee ukweli. Ukiongea ukweli pia na mimi nitakuelewa. Kuliko kunipiga mawe, kuwapiga mawe waimbaji. Wana gharama sana. Gharama milioni 1, milioni 2. Kama mmechanga mkanunua vyombo, mmechanga mkanunua eneo, mmechanga mkajenga kanisa, ni vigumu kweli kumleta mtu ambaye uwanja utajaa. Uwanja ujae. Tunahubiria kina nani? Hatuimbi tuwahubirie walokole. Hatuimbi tuwahubirie hawa watu wa kanisani. No. Tunaimba tuwahubirie mataifa wasiookoka waijue injili. Ndio maana inanibidi mimi niende studio bora. Kwa sababu studio bora za injili bado. Studio nyingi ambazo mnaona ni nzuri, ni kubwa, muziki imekaa vizuri, ni za hao watu wa dunia. Ndio tunaenda huko na rekodi ili yule mtu wa duniani ambaye hajaokoka kisikia muziki anaona yes, huu muziki umekaa sawa. Kwa sababu kuna sifa ya muziki bora, muziki mzuri. Kuna radio hazipigi kila muziki. Kuna TV hazipigi kila video, hazioneshi kila video. Inabidi ili upate hiyo video nzuri, uende kwa wale ambao ni watu wa kawaida, hamjui yeye hajaokoka, lakini ana video nzuri. Ili wale watu wa mataifa waokoke. Naweza nikashuti tu kawaida. Naweza kusema si ushuti tu na walokole, ni sawa, lakini tutaishia kusikilizana sisi walokole. Kuna haja gani ya kuhubiri wokovu kwa mtu aliyeokoka? Yesu mwenyewe alisema sikuja kwa ajili ya watu wema, nilikuja kwa ajili ya hawa watu ambao hawako sawa. Ndio lengo la waimbaji. Mungu alipoona eneo la uimbaji lina nguvu ya kufikia wengi duniani, akalipromote. Ndio maana waimbaji wakainuka sana. Lakini bahati mbaya, kwa sababu hakukuwa na watu wanaosoma nyakati. Tufanyeje? Hamna aliye, yaani hatuko kwenye wazazi wetu hawakujifunza. Mtu hajai soma akainuliwa, hajui namna gani ya kuishi kwenye ustaa, hajui ni maintain vipi. Kuna mambo ya vituko yalifanyika. Kuna vituko vilifanyika vituko.
Mungu alipoona eneo la uimbaji lina nguvu ya kufikia wengi duniani, akalipromote. Ndio maana waimbaji wakainuka sana. Lakini bahati mbaya, kwa sababu hakukuwa na watu wanaosoma nyakati, tufanyeje? Hamna aliye, yaani hatuko kwenye, wazazi wetu hawakujifunza. Mtu hajai soma akainuliwa, hajui namna gani ya kuishi kwenye ustaa, hajui ni maintain vipi. Kuna mambo ya vituko yalifanyika, kuna vituko vilifanyika, vituko. Lakini ni kwamba hatukuwa na elimu. Sasa baadaye mababa wanaanza kutulaumu sisi. Unaulaumu mtoto. Watoto wabovu ni matokeo ya mzazi. Huwezi kuwalaumu. Mimi nadhani ingekuwa vizuri sana tukiwalaumu wachungaji wa hawa waimbaji, kwa sababu hawa waimbaji walikuwa na mahali. Kama kweli tunampenda Yesu, kama kweli tunataka kwenda mbinguni, tuache kusingizia gharama ni kubwa, wanatusingizia ni wafanya biashara, si nini. Tuongee ukweli, hela hatuna. Waimbaji hela hatuna, tufanyeje? Tukae mezani wote basi, ili tuwe na urahisi basi. Lakini wenzenu walioharibu mwanzo, wale ndio waliharibu kila kitu. Hao waliokuwa wanawaalika waimbaji, anamrudisha na bahasha tupu. Hao ambaye mchungaji anakuibia. Mchungaji anakupa bahasha, anakuambia usifungue hapa, fungua mbele ya safari mwanangu. Kenya, unatoka Kenya unarudi unakuta 2,000 ya Kenya ambayo ni 40,000 Tanzania, na ulijua atakupa hata 50,000. Mchungaji anakurudisha na nauli tu, tena kwenye bahasha, hujui. Nasema asante Yesu. Ni hao ndo waliharibu kanisa, hao ndo walifaa kukemewa. Tutengeneze hapa kwanza msingi. Watumishi wa Mungu, wazazi wetu tunawapenda. Naombeni hii zana ya kwamba mwimbaji sijui, hapana. Kama ni hivyo, Biblia iuzwe bure. Biblia sio bei rafiki. Biblia inauzwa gharama. Biblia, tenzi zile, vitabu vyote vya dini ni gharama. Kama hao wanaotengeneza Biblia tu wanauza tena kwa bei ya juu, sasa si unanionea mimi ukisema nina gharama? Mwimbaji inabidi atumie njia nyingine ili ashuti. Mwimbaji inabidi ajiongeze njia nyingine ili arekodi. Waimbaji wana hali mbaya. Waimbaji hawana thamani kwa sababu wamedogoshwa, wamedharauliwa na kanisa. Wamedharauliwa. Badala ya kuponya tunaharibu, badala ya kutengeneza tunaharibu zaidi. Mungu amewaamini wazazi wetu, wachungaji wetu. Hata kama una miaka 20 wewe ni mchungaji, mimi nakuheshimu sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Hebu tuamini katika utajiri, tuache kuamini katika umaskini. Mnatulaumu waimbaji wana gharama, waimbaji wana gharama, lakini kuna waimbaji wametoka Nigeria, ameletwa hapa kwa milioni 200. Mbona waimbaji wa nje hao wana shida? Kwa nini? Ni umaskini tu. Tunalalamika kuna gharama. Miaka ile kuna mwimbaji alialikwa kutoka South Africa. Mama yangu kipenzi, miaka mingi nampenda. Yaani kama unaona Anointi Amani amesimama anaimba nyimbo za rohoni na naimba, yaani kiimba nyimbo natumbukia huko uweponi, yaani ni kwa sababu hili ni mama limenitengeneza. Sijawahi kuonana nao live, lakini limenitengeneza eneo la worship. Lakini yaani nikiabudu hapo, kwa kweli Rose Muhando Mungu amemtumia, nikiimba nikisema na hasira ya injili ile amenitengeneza. Lakini Rebecca Marope, anaitwa Dr. Rebecca Marope kutoka South Africa, ndio mwimbaji wangu ambaye yani kwa kweli mpaka kesho, kwa sababu kwanza amelinda ushuhuda mpaka leo yuko sawa, yuko vile vile, ni anointi ile ile, nguvu ni ile ile, hajabadilani hadi raha yani. Lakini huyu mama aliwahi kuja Tanzania, alipewa pesa nyingi, tulisikia karibu milioni 50 kumleta Rebecca Marope. Sijui kama nimetaja kidogo, milioni 50 kutoka hapo South Africa. Alafu kina Rose Muhando, mama zetu hawa wanapewa milioni 2-3, ambaye bado Rebecca Marope ameimba, lakini bado watu wakawa wanataka Rose arudie. Yaani bado kwa ukanda huu Rose alikuwa na nguvu kuliko hata yule mama. Lakini angalia pesa aliyolipwa. Mama yule ameenda kulipwa milioni 50 au ngapi, alafu Rose Muhando anapewa milioni 3, milioni 4. Ni sawa? East Africa ukanda wangu. Sikia East Africa. Kataa umasikini. Ni umasikini. Mtu anayempenda Yesu kwa dhati na anaipenda injili hawezi kunungunika. Mchungaji yoyote anayenungunika waimbaji wana gharama sina nini, aidha huna hela. Kama kweli huna pesa, una haja gani ya kumwalika mwimbaji wewe mwenyewe? Yaani si sawa. Umoja wa kanisa umeharibika. Wazazi wetu mmeacha kuwa wamoja, rudisheni umoja wenu tena.
Mkiandaa mikutano mikubwa mkiwa wengi, kwanza mikutano inakuwa mikubwa. Siku hizi mnahubiriana wenyewe. Mikutano iko vijijini, huko mjini watu hawapo. Kwa nini? Umoja umekufa. Umoja haupo. Zamani mlikuwa mnaandaa mikutano makanisa 10. Mkutano wa mwaka mzima, makanisa 10 yakiamua kutafuta 300,000 300,000, ni shilingi ngapi hiyo? Mimi ni mwimbaji wa Injili, naenda popote, ila utaratibu ni nao. Kama huna na kuelewa na kuja nipigie simu. Wengi sana huwa nawaambia, mwanangu, sasa mimi sina fanyaje? Naambia babangu, shida ni wewe peke yako. Kanisa la East Africa limedharau sana sekta ya uimbaji. Afu baadaye sasa hata ukienda hiyo sehemu basi ujitoe tu useme uende. Anaweza akakufuata na baskeli stand. Anakuchukulia kawaida, amfuatana ameshafika. Yaani kuna kitu ambacho bado East Africa, Mungu atusaidie, elimu. Tunasahau kwamba unavyompokea mtu ndivyo watu kwenye jamii hiyo watamchukulia. Mwimbaji akija kwa kishindo, watu lazima wajae uwanjani. Lakini ukimpokea mwimbaji simple, watu watakuja kidogo, kwa sababu hamna, wanaona yani vile unavyomuongelea mtu, unavyomsaminisha kwa watu, mapokezi yake, nguvu kubwa, ndio watu watakavyokuja watajaa. Lakini tukagundua kwamba kumbe pia wale wachungaji ambao wamekualika akatoa hela nzuri ndio ambao wanakuthamini. Naandaa gari nzuri, naandaa sehemu nzuri, mwanangu uko salama. Kumbe wana East Africa wengi. Akiumia ndo anathamini, asipoumia hathamini. Sasa tutafika? Uchumi umeyumba, kanisa limeyumba, saa hizi halina pesa. Kanisa limeyumba, na sisi ni Wakristo tunaelewa. Nitafute niambie, mwanangu, tuko kijijini, tumejipanga makanisa 4, tumeandaa mkutano, tunataka anointi uje. Wazazi wangu msijali, mmejiandaaje? Mwanangu, tuna 800,000. Na 800,000, sawa wazazi wangu, nakuja. Hao ni kweli kabisa hawana. Ni kweli wametoka kijijini, hawana. Hapo usiniulize nitalala wapi, mimi usiniulize nitakula nini. Na popote nakula chochote. Mwanangu, baba, tuko huku wapi kijiji fulani, wapi sehemu fulani, makanisa 5, tuna 500,000, nakuja. Natamani tukiingia kwenye mji watu wamuone Yesu ameingia kwenye huo mji. Tutoe sadaka, tuwape watu mitaji, tuwawezeshe maskini, tuwape wamama yaani tufanye vitu ambavyo wazungu wanafanya. Mbona wazungu wanunguniki? Mbona wazungu walalamiki kwamba amuoni mikutano ya wazungu inafanikiwa? Kwa sababu wazungu kwa dhati wana moyo wa Injili. Wale wana moyo, wanampenda Yesu, wana nia kuhubiri Injili. Anakuja amejipanga. Mzungu hana manunguniko. Mzungu hana manunguniko. Mikutano ya wazungu kialiko paka unafurahi. Yaani unawaambia sawa, wanakualika njoo, wanaelewa. Sasa hapo utasema, mwanangu, wazungu wana hela, si ndio tuje kwenye pointi wazazi wetu? Kwa sababu kadri unavyonijali ndivyo mimi naboresha video, naboresha audio, kazi zinakuwa kubwa, audio zinakuwa kubwa, video zinakuwa kubwa, thamani ya mwimbaji ikiwa kubwa, Injili inakuwa na thamani, mikutano inakuwa na nguvu. Ni wenyewe mmeshuhudia wazazi wetu miaka ile ya kina Rose Muhando, kina Bahati Mkuu, kina kipindi ambacho wako fire, wote wako moto. Mikutano ya Injili ilikuwaje? Ilikuwa inajaa. Kwa nini? Kwa sababu imbaji walikuwa wengi kwenye piki. Kimpata mmoja tu uwanja unajaa. Ndio kazi ya Yesu. Hayo ndio matunda ya kazi ya Mungu aliyoifanya. Ni wenyewe mmeshuhudia wazazi wetu miaka ile ya kina Rose Muhando, kina Bahati Mkuu, kina kipindi ambacho wako fire, wote wako moto. Mikutano ya Injili ilikuwaje? Ilikuwa inajaa. Kwa nini? Kwa sababu imbaji walikuwa wengi kwenye piki. Kimpata mmoja tu uwanja unajaa. Ndio kazi ya Yesu. Hayo ndio matunda ya kazi ya Mungu aliyoifanya. Akaipromote eneo la Injili kupitia muziki, waimbaji wakawa vali. Mwimbaji ukimwalika eneo moja anajaza uwanja. Hata uwanja wa mpira, matamasha yalikuwa yanafanyika uwanja wa mpira wa taifa. Kwa nini? Kwa sababu vali ilikuwa kubwa. Lakini hapa katikati pametikisika, ni wanadamu akakosea, aliyeasi akaasi, aliyeharibu karibu, wengine wakanywa vyombo vya hekalu vilevi, wakafanya vituko madhabahuni, vituko hasa. Mungu akasema sasa new season. Tuko season mpya, sisi ndo tunalipia sasa. Tunapitia mengi, maana kuna wachungaji haaliki tena waimbaji.
Unatamani uende kaimbe kwake, lakini anasema mimi sina hamu na waimbaji. Yaani nilifanywa hiki na mwimbaji. Yaani mimi sina hamu. Jamani, wazazi wetu, lazima tukubali kwamba sasa, je, tumeamua kwamba tubaki hivi hivi? Eneo la uimbaji life? Angalia waimbaji wa dunia sasa. Tulipoharibu, shetani akainua eneo, Mungu akaruhusu mlango, watu wa dunia wakapanda wakawa juu. Leo wametuacha mbali. Mwimbaji mkubwa kabisa wa nyimbo za Bongo Flava akialikwa, anaalikwa kwa bilioni 1, milioni 700. Diamond huyo anaalikwa bilioni 700, bilioni 500 mpaka bilioni 1 na kuzidi. Huyo ni Diamond. Mwimbaji mdogo kabisa wa Bongo Flava sasa hivi milioni 10. Huyo ndio yuko juu, ile wa kawaida 10, 20, 50. Gospel tuko wapi? Je, tutaishi hivi hivi? Nina hasira. Natamani siku moja nishike reka pashika. Natamani injili yani tuwashe moto tena. Lakini mimi na hamu ya kuwasha moto. Kuna mchungaji anatamani anialike anipe 300. Nina hamu ya kuwasha moto. Kuna mchungaji ana gari, yani ana hela. Ila hataki kutoa hela. Kama mchungaji anampenda Yesu, ana hamu ya kuhubiri injili, ana kiu na anathamini injili, atanitafuta. Mwanangu, tuna hiki, njoo, nitaenda. Lakini kama mchungaji atakuja anataka danganye, sitaki kudanganya na maono. Mchungaji anataka yeye mwenyewe. Kama mwanangu, njoo bwana, nataka uja, anataka wachungaji wenzio wajua, amemleta anointi. Nataka hapa nikikuleta hapo hasa ndo namwambia baba milioni 5 ni kubwa. Nakuja na timu namwelekeza. Takuwa na waandishi. Nataka mkutano uwe mkubwa. Mwanangu, hasa dai na 700,000. Yuko peke yake na ameanza kuongea hivyo. Ameanza kusema nataka nikikuleta hapo. Naona hapana. Nimeenda studio, nimerekodi, nikatoa hela yangu, nikaenda kushoot video kubwa, nikaweka YouTube. Injili kafikia watu, wakaokoka, wakatiwa nguvu. Mtu anapoalikwa njoo uimbe mwanangu, ni matokeo ya kazi iliyoifanya. Ndio maana unanialika, kwa sababu ukweli hata hapo kanisani pana waimbaji, hata hapo wilayani pana waimbaji, hata hapo mkoani pana waimbaji. Kwa nini mnaamua kusema tumlete Anointi Amani kutoka Tanzania aje kwetu? Kwa sababu mnaamini kwamba huyu mtu hapa kwetu Mungu amemtumia, injili imefika, amehubiri sana. Kuhubiri ni nini? Ni kufika mimi niimbe live. Hivi nikija naimba nyimbo mpya, sinaimba zile nilizoimba le studio. Nikifika hapo sina nyimbo mpya, nitaimba zile ambazo watu wameshazisikia na nafanya marudio hata kama ni live. Kwa hiyo kifupi hapo kazi yangu ilishaisha. Kazi yangu, Mungu hajaye mshusha mwimbaji kwa sababu ameomba hela. Hakuna. Kinachoua mwimbaji ni uzinzi, kiburi, jeuri, dharau. Ukishaanza kuona uko juu, wewe ndo uko juu, Mungu atakushusha tu. Kwa sababu lazima uamini kinachoinuliwa ni huduma, sio wewe. Mungu anainua huduma. Mungu hajainua mtu, Mungu anainua huduma. Huduma yako ikiinuliwa na wewe unainuka, kwa sababu wewe Yesu yuko ndani yako. Huo mwili Mungu ndiye anaotumia. Kwa hiyo huduma inavyoinuliwa na wewe unakuwa na thamani zaidi. Tuache Kristo, tuache tabia. Unyenyekevu ni kutembea kwa mguu. Yaani unyenyekevu ni kumlazimisha Rose Muhando akifika kwenu atembee kwa mguu barabarani. Ndio unyenyekevu. Ili watu wanaotuangalia waseme angalia injili ilivyo. Yaani huyu mama ameimba huyu miaka mingi lakini bado anatembea kwa mguu hapa. Ndio unyenyekevu. Kuna kiongozi wa serikali aliniambia, mwanangu, kipindi cha msukosuko wa nchi yetu ya Tanzania, Mungu alikutumia kuna nyimbo ukaimba. Ni mtu wa serikali, kiongozi mkubwa kabisa. Anasema ukaimba nyimbo fulani ambazo ukweli, kwa sababu serikali yetu sasa hivi bado haina utulivu wa kweli. Yaani kuna kama mgawanyiko kule ndani. Kuna watu walifurahi, kuna watu walisikia, lakini kuna watu wamechukia. Kwa hiyo wewe sasa hivi hauko salama kama zamani. Na akaniambia, na wajua nyie wa Kristo nyie mna tabia kupuuza. Sasa sikiliza vitu vitatu. Puuzia vyote, lakini usisafiri kwa basi. Sasa hivi usisafiri kwa basi zaidi ya masaa 10. Naambia kwa nini baba yangu? Kwa sababu mimi ni mhubiri, kuna sehemu anasema usikubali kusafiri kwa basi umbali wa masaa 10. Kwa sababu ni hatari. Wanakufuatilia kila hatua, wanaijua unayokanyaga. Ukishaalikwa sehemu watajua. Unaenda kupanda basi watajua. Mwanangu, si utalala kwenye basi? Kaambia ndio, lazima kuna muda nitalala. Sasa yes. Utakuja kufa ghafla na hatujui umefia wapi. Mwisho wa siku hilo kanisa lililokualikwa ndo litalaumiwa, kwa sababu sitagundulika umekufa kwa sumu. Kumbe kwenye lile basi kuna mtu mbaya amepanda ili akuue. Kwa sababu ameshagundua kuna namna wakikuua watu watachanganikiwa, nchi itatikisika tena. Kwa hiyo wanakuua kwa njia ambayo
yaani itakuwa ni wow, umekufa kimya kimya, lakini kanisa itakuwa pabaya. Kwa usisafiri. Nikamwambia sasa nifanyeje? Kama kuna mkoa hauna ndege, lakini mkoa jirani unafikika na ndege, bora usafiri na ndege. Mfano Mwanza kuna ndege, lakini sehemu kama Kahama huwezi kufika na ndege. Sijui uko Geita wapi. Sasa kutoka Mwanza mpaka Kahama naweza nikawa macho, kwa sababu ni umbali wa masaa 6 sijui si 5. Ni rahisi hulali. Kama hawana hapa, naongelea makanisa ambayo hayana uwezo kuwa na magari binafsi ya kupokea. Napanda gari, nafika. Lakini mchungaji anakuambia achana na hao bwana, mwanangu, njoo kwa imani, njoo utapanda basi tu. Na anayekwambia ni mhubiri, ana hela, ana uchumi, kanisa ina uchumi. Kwa hiyo unaona, hapana. Kwa hiyo lazima niwasikilize. Siwezi kupuuza alafu nikatishe uhai ghafla. Unyenyekevu sio kutembea kwa mguu, unyenyekevu sio kwenda bure sehemu. Unyenyekevu ni uelewa, kuwa mpole, kuwa muelewa, ndio unyenyekevu wa kwanza. Unajua maana ya Injili, unajua kwamba Injili ni Yesu. Anatakiwa kuonekana Yesu, sio wewe. Unatakiwa kumhubiri Yesu, usijihubiri wewe, usijioneshe. Unyenyekevu, pole, asante, hongera. Huyo ndio mnyenyekevu. Mnyenyekevu anajua kupongeza, mnyenyekevu anajua kutoa pole, mnyenyekevu anaomba msamaha. Hebu mheshimisheni Yesu. Tusisingizie hela. Tusisingizie hela, sio kweli. Biblia inauzwa bei mtu wa kawaida hawezi kununua. Bei ya Biblia iko juu. Mpaka leo iko juu sana. Tushushe Biblia au tufanye bure kabisa. Tuache kulitia doa kanisa. Tunajidhalilisha, ni umasikini. Ongea ukweli. Mwanangu, sina kitu, hali ni mbaya. Roho Mtakatifu akiniambia ni kweli na maanisha, nitakuja. Natamani kutumika. Nialike, nitakuja mahali ambapo unaona kabisa Mungu anaona. Yes, nenda. Tunaangalia hela, tunaona hela kwa sababu hatuna hela. Hatuna uchumi. Waimbaji wasingekuwa na hali mbaya, wasingeingia tamaa. Tungekuwa tunawatia moyo. Yule ni kweli wakorofi wapo, ni kweli waimbaji viburi wapo, ni kweli waimbaji jeuri wapo, ni kweli vituko vimefanyika, ndio. Lakini je, tuache? Kizazi hiki cha kwetu ndo mnakipotezea. Sisi ndo tunalipa gharama ya wazazi wetu? Hapana bwana. Naamini wanaonielewa wapo wengi, na wanaostahili haya maneno ambayo Mungu alipanga kwa ajili yao watanielewa na watanitafuta.